Rodo penyaga inya ku caitani nedoya ku dewe dedina akai dakam menyerera. Amen. Bwana asifiwe sana. Nafikiri imefika wakati mwingine ambaye ni wakati wa neno la Mungu. It has reached a time for the word of God. Na ni ukweli neno la Mungu ni la Mungu. And the word of God belongs to him. Na hiyo neno itakaa vile tu itakavyosoma katika Biblia yako. And it remains the way you read it from your word. Ukiangalia Samson mwenyewe hata yeye mwenyewe hakujua. Samson didn't know. Ukiangalia alijiokoa mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini ya mwisho akawezwa. He tried to save himself one or two times, but in the last time he did not able to save himself. Ukiangalia neno la Mungu ndio msemo wa Mungu. The word of God is the saying of God. Lakini ukiwa wewe hujui vile, but if you don't recognize that, utajikuta changamoto ni nyingi. You have many challenges here and there. Kwa sababu hata Samson hakufikiria siku moja ataingia kwa shimo. Samson didn't know that one day he will get into a pitfall. Na alijikuta siku moja kwa sababu aliangaili vile alikuwa anaambiwa ati hiyo nywele yake isiguswe na wembe. He went against what he was told about his hair. He was not to be touched. Lakini ukweli wakati wa kuongeleshwa sana ni Delila alifichua mahali nguo zake zinatoka. But in his talks with Delilah, he told her the secret where it was. Ukiangalia secret yako wewe ambaye tuko naye hapa ni neno la Mungu. The secret that we have today is the word of God. Wewe hilo neno ukilitimiza vile limeandikwa, if you do according to the word as it is written, ukweli jawabu iko katika hiyo neno. The answer is within that word. Ukiangalia wewe unajua umesoma maandiko, you have read the word, na utii hiyo maandiko, and you must do according to it. Ukiangalia unahesabiwa mtu ambaye ako na hekima. You are counted as a wise person. Lakini ukiwa wewe unasikia neno na utendi, but if you hear the word and don't do according to it, wewe unafananishwa na mtu ambaye ni mpumbavu. You're just like a foolish person. Kwa hivyo nataka tusome ili tuanze tujue ufalme wa Mungu uko aje, kwa sababu tunaambiwa ni Biblia ufalme wa Mungu uko ndani yetu. We are told by the word that the kingdom of God is within us. Ikiwa uko ndani yetu, if it's within us, nataka nawe uanze kuangalia huo ufalme kweli uko ndani yako au hauko ndani yako. We must look from within ourselves to understand whether it is there. Uangalia in the book of Luke chapter 17 verse 20 ndio uangalie vizuri ili tujue tunaendelea au bado tuko nyuma. 17:20. That is Luke chapter 17 verses 20. It says, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, look, here it is, or there, for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Amen. Mambo mengi tumeelezwa, tumefundishwa na tunasomewa kama vile nimesoma katika Biblia. We have been educated about many things. Watu wanataka kujua huu ufalme wa Mungu utakuja lini. People wanted to know when the kingdom of God was supposed to come. Lakini wale walikuwa wanamuuliza hayo maswali ni Mafarisayo. The ones who asked these questions were the Pharisees. Lakini Yesu akawajibu vizuri. And Jesus answered them well. Unajua watu wanafikiria ufalme wa Mungu sijui ni kutembea, sijui au ni pepo au ni hewa, wewe hapo ni wewe. People understand the kingdom of God as a lot of things. Lakini huo ufalme wa Mungu kwa sababu ya kumwamini Bwana Yesu, ufalme huo unakusunguka na uko ndani yako. But in believing Jesus Christ, then the kingdom of God surrounds you and is within you.
Ukiangalia wewe umekulia mambo nyingi sana ya huo ufalme. You have partaken of many things of that kingdom. Lakini wewe hujui hiyo inafanya kazi ndani yako ni ufalme wa Yesu. But you don't recognize what is doing the works inside you is the kingdom of Jesus. Ukiangalia Yesu alikuwa anasema kitu inatendeka. Jesus was saying something and it was being done. Sababu alijua ufalme wa baba yake uko ndani yake. Because he understood the kingdom of his father was within him. Wewe na wewe, Yesu naye akakwambia ukimwamini utatenda hata makuu juu ya yale Yesu alitenda. And Jesus says that when you believe in him, you will do greater things than he did. Ukiangalia kuna kitu kimoja tu kinakupoteza, kinafanya upoteze network. There is just one thing that is making you lose the network. Ukiangalia wewe ni muombaji mzuri, you are a prayerful person, na wewe ni mtu mzuri wa Yesu, and you are a good person in the salvation. Kwa sababu yale Yesu amekutendea, because he has done in your life, yale wewe mwenyewe unajua hii ni Yesu alitenda. The things that you know surely it is the doings of him. Ukiangalia dunia hii, si tunajua tu njia moja, mtu akigojeka muone daktari. In this world we are told that when you get sick you go to the doctor. Hiyo ndio tulianza kufundishwa tukiwa primary mpaka mahali tulifika. That's what we have been taught all our lives. Lakini hatukufundishwa ya Yesu ati yeye Yesu ufalme wake ni mkubwa kuliko mambo haya mengine. But we weren't taught that the kingdom of God is bigger than anything else. Ukiangalia wale wote walikuja kwa Yesu, when you look at those people who came to Jesus, wale walikuwa na magonjwa mbalimbali, them that had many diseases, waliponywa magonjwa yao. They were healed. Kwa nini waliponywa? Why were they healed? Huko tumefundishwa ukigojeka muone daktari. We are taught in our schools that when you get sick, go to the doctor. Tunasoma kwa Biblia nawe ukigojeka muone Bwana Yesu. But in our Bibles we are told when you get sick you must see Jesus. Ukiangalia hiyo ni vitabu zimeandikwa na hii ni kitabu ambayo inanakiliwa na Roho wa Mungu. You must understand those are books that are written, but in our book it is also written. Kwa hivyo inategemea kama ufalme wa Yesu uko ndani yako. It depends if the kingdom of God is within you. Wewe ndio utajua. Kuna mwimbaji mmoja alikuwa anaimba, Yesu wangu umenitosha. There is one singer who sang that Jesus is enough for him. Kwa sababu ufalme ukiwa ndani yako, if the kingdom of God is within you, hakuna kuhangaika mawazo. There is no bothersome in your mind. Kwa sababu ukimwendea wale walimwendea, hebu soma Luka 4:40, ndio sasa tujue kwa nini walimwendea huyo Yesu. Well, you must understand why they went to Jesus. Yeah, Luka chapter 4 verse 40. Luke 4 verse 40. It says, now when the sun was setting, all those who were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed them. And demons also came out of many, crying, you are the Son of God. But he rebuked them and would not allow them to speak, because they knew that he was the Christ. Amen. Sasa hapa inategemea wewe kama ufalme wa Yesu uko ndani yako. In this situation, it depends if the kingdom of God is within you. Wewe wakati unaenda uko kwingine kwa daktari, wewe huwa na ile tumaini uko nayo. When you go to the doctor, you have the hopes. Naye ukija kwa Yesu, unakuja kwa Yesu ukijua huyo Yesu ni mfalme na ana uwezo. When you come to Jesus, you must understand that he is king and he has the ability. Na wale walimwendea kulingana na Biblia yako, and those who came to him according to your word, ukiangalia wote aliwaponywa magonjwa zote walikuwa nazo. He healed all their diseases. Kwa sababu walijua Yesu ni nani. Because they knew he was Christ. Hata ukiangalia mapepo
mapepo hayaogopi daktari kama hujui. Andika mahali. Mapepo hayaogopi daktari. You must write it somewhere that the demons don't fear the doctor. Mapepo inaogopa Yesu, wewe ambaye uko na ufalme. They just fear the Jesus and the kingdom of the people that have that kingdom. Kwa hivyo bila kujielewa vizuri utachanganya haya mambo mawili. If you don't understand very well, you can be mixed up in these two. Na ukiingia sasa, hapo ndio mambo unaona inakuletea changamoto. And that's why the challenges come to be. Kwa hivyo ukiwa na huo ufalme wa Yesu ndani yako, when you have that kingdom in you, huo ufalme haukusumbui, kwa sababu ukiwa na changamoto unamuita Bwana Yesu, naye anashuka mbio anakumalizia ile changamoto. If you have that kingdom, then you call on the name of Jesus and he brings away all your challenges. Huyu naye daktari is a process. You find that the other doctors have a lot of processes. Hiyo ni yako, yeye anapima germs, naye Yesu anapima lazima hapa iweleke. Huyu hata ukienda kwa lazima uende laboratory. Ndio upimwe, ujulikane ni maji gani ulikunywa na nini hiyo ingine yo. You find that the other doctors have customs that they were taught. Hiyo ni upande ndio waangalie germs. Kwa Yesu naye kwa sababu ya ufalme, Yesu anaangalia dhambi. Jesus said because he is of the kingdom, he looks at the sins. Wewe ukiondoa dhambi, if you take away the sins, yeye ile changamoto ulikuwa nayo inaondolewa. And he takes away your challenges. Ukiangalia Mark 2 from verses 1, nataka uangalie vizuri ili wakati unaendelea katika safari yako uende safari nzuri. Mark chapter 2 from verses 1 says, and when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home, and many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them, and they came, bringing to him a paralytic carried by 4 men. And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Verse 6. Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, why does this man speak like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? And immediately Jesus, perceiving in spirit that they questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? But that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed and go home. And he rose immediately, picked up his bed and went before them all. Amen. Bwana asifiwe sana. Mambo ingine ni ajabu kama humjui Yesu. Kama ufalme wa Yesu hauko ndani yako, haya nimesoma ni mambo magumu. Ni mambo magumu, ni kama si Biblia, kwa sababu pengine kwenu unaambiwa vile unaambiwa. If you perhaps don't have the kingdom of God, some things are very difficult to you. Ukiangalia Yesu alikuwa anahubiria watu. Jesus was preaching to people. Wakati alikuwa anahubiria watu, and when he was preaching, kukaletwa mtu yule ambaye alikuwa paralytic, and a paralytic man was brought forth. Wakati walitafuta mahali ya kuleta huyu mtu, ni kama hapataki. Watu wakiwa wamejaa mpaka pale mdomoni, mtu atachidwa, utapitia wapi ndio huyu mtu mkufikishe kwa Bwana Yesu? They found that there were a large crowd, so they could not get their way in. Na unajua huyu mtu amekuja amebebwa na wanaume 4. This paralytic man, we find that he was carried by 4 men.
Kiangalia si mtu ambaye anasimama, si mtu anatembea mpaka abebwe na ile kakitu inastahili kumbeba. We find that this person was disabled, that he could not walk. Wao wenyewe kwa sababu mgonjwa, huyo mtu alikuwa amegojeka, alikuwa ni wao, amekula pesa, wameharibu pesa, hawana njia nyingine sababu pesa haku. You find that this person had consumed all their money trying to treat the person. Lakini uponyaji hakupata. But he didn't get the deliverance he wanted. Kwa hivyo wakati waliona hawana pesa, hawana mbele, hawana nyuma, wakajua sasa sisi na Yesu leo mpaka tukutane. But when they realized they didn't have any alternative, they went to Jesus. Kwa hivyo wakati walikuta kumejaa, wakapanda juu ya mabati. When they found the crowds which were there, then they tried to penetrate through the roof. Wakang'oa mabati. They got rid of the roof. Wewe anza kufikiria, uangalia hawa watu, kuna hatua walichukua, hawakukaa tu pale. Wao walifikiria hapa, kwa sababu hatuwezi kufika, lazima tutafute njia mbadala ile ambayo itatuwezesha kufikisha huyu mtu wetu hapa Yesu anasimama. We find that these people took an effort to reach to Jesus so that they could reach him. Na wakang'oa mabati. And they got rid of the roof. Wakashika, wakafunga hiyo sijui hiyo ila katanda au chochote iko kulingana na vile iko, wakaifunga vizuri, wakaiteremsha mpaka mahali Yesu alikuwa. And they took the bed that was carrying the paralytic man, and they haya, wakati walifikisha mtu wao hapa, and they lowered that person. Yesu akaangalia imani ya hawa watu. Jesus looked at the faith of these people. Wewe nafikiri wagonjwa walikuwa wangapi huko nje? How many sick people do you think were in amongst the crowd outside? Walikuwa wengi, kwa sababu kila mahali iko watu, lazima kuwe na wagonjwa. But there are many people, there must be sick people too. Haya, akaambia huyu mtu, wewe umesamehewa dhambi. And he told the paralytic man that he was forgiven of his sins. Tupigie Yesu makofi kidogo. Yesu mwenyewe alitamka ati wewe umesamehewa dhambi. Jesus said that he was forgiven of his sins. Ukiangalia nao hawa wengine walikuwa wameketi kwa viti. And those people who are seated, Shetani akawaongelesha. the devil spoke to them. Wakaanza kulalama ndani ya roho zao. They started whining in their hearts. Huyo ni nani? Anasema amesewa dhambi. Na yule anasemea dhambi ni Mungu. Who is this person who is forgiving people of their sins, and the only person who is supposed to do that is God. Yule alikuwa anaongea ndani ya roho zao. That entity that was speaking in their hearts, huyo ndio anaitwa Shetani. That is who we refer to as the devil. Leo tumesomeshwa vile tuandika our vision board. We have been educated how we go about the vision board. Ukiangalia ile vita iko ndani ya roho zenu. And we find that we have many core psalms in our hearts. Ukiangalia ni vita kwa sababu wewe mwenyewe ibilisi ndani yako, hakuna kitu ya Mungu anataka. We find his opposition because the devil within doesn't want that message. Ukiangalia in the book of Proverbs 29:18, angalia kama mambo ingine ndio nawe wewe ujue hii mambo iko kwa Biblia na wewe unachanganyikiwa, hata wewe una saa hiyo hata you must know that these things are written in the Bible. 29:18, sijui nasemaje yako. Says, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. Bwana asifiwe sana. Wewe ukiwa hata hakuna, wewe ukuagi na vision, hata ukuagi na dream, wewe unakaa
Yaani mambo inakuja inakuangukia tu na wewe uko pale tu. Na hujui. You find that you don't have any vision or dream. This just come to you. Wale ambao hawana vision wanapotea tu kwa sababu Mungu hasemi na wewe kwa toto, hasemi na wewe kwa maono. We find that those people who don't have dreams, then you are lost because God is not manifesting to you. Mungu haongei na wewe kwa masikio. Yaani unakaa kama sijui uko kwa jangwa. It's like you're in a desert. Sasa wewe ile kitu nawe hujui. Ukiandika vision, already vision imetupwa. Kwa sababu nani alikuongelesha? Madamu ulifanya mzuri, hakuna mtu anaitika pesa hapa. Kama ulikuwa unaitika pesa, watu walikuweka nyahuyu. Watu wanakaa mahali inaguzwa pesa. Na ndio ukasema, sasa ile tunataka kutolea Mungu pesa, wewe unahama kanisa, mtu anaenda kanisa zaidi huko au anashinda kwa nyumba. Sababu already ameongeleshwa ni rafiki yake Ibili. We find that people have opposition because they have the voices of the devil within. Kwa hivyo hawa wote, Farisizi wote, Sadukai wote, Yesu alisema umesemehewa dhambi. Naye ndani ya roho zao vita ikatoka. We find that when Jesus said that that person was forgiven of his sins, we find that these people had opposing ideas. Ukiangalia wote wakapigana. Nani huyo anaweza samehe watu isipokuwa Mungu? Yesu naye unajua hakuwa akiongea kwa mdomo, ni vita. Hata vita ile inakufanya ukose vision, ukose hicho na hicho kingine na hicho kingine. Si atuwezi muobaji, bali muobaji mzuri wa shetani. We find that we have opposition from within because even if we are prayerful people, then we find ourselves in that situation. Ndio hata vijana wadogo hawa sasa, mapasta wadogo wanasema, yes, uko na pesa, hizo ni za Mungu. Unaambiwa kama Kamau, sokisha gari. Huyo ni Yesu. Wewe unasikia ndugu yako uliona kama ni Yesu. Kuna Yesu. Wewe ni muombaji. We find we are still prayerful people. Ni muombaji na unajua kuomba. Lakini bado ya Mungu ikifika unaipeleka kando. Wewe naye sasa huna majida. Sababu mwizi, Biblia inasema wewe umekuwa kuniibia. Hebu fikiria ni nani anasema umekuwa ukimwibia. Unaongeleshwa, si mimi nakuongelesha. Ukiwa na pesa unaongeleshwa. Hii ni ya Mungu, hii ni shule, hii ni chakula. Hebu fanya mahesabu. Nani anakustua? Watu wanaangalia yule anastua kama ni landlord. Peka yeye ufukuzwe kwa nyumba. Kama ni chakula, nunulia familia. Wewe Mungu utajisort. We find that we have opposition deep within our hearts that tells us to spend the money that is supposed to be spent on God. Hebu niangalie na mtu kutoka hapo. Wewe utaona mtu akiisha. Mimi watu wakiisha wanaita tu nikiangalia wewe tu filisika unaija mpaka unakosa. Wewe unajikuta umekosa mbele na nyuma. Kwa sababu yule anakuongelesha ni nani? Why do we have these problems? Who is speaking to us? Yule anakuongelesha, huyo ndio anaitwa Ibilisi. Na anakuongelesha lugha ambayo unaelewa. We find the devil speaks with a language that we understand very well. Na unahesabiwa mahesabu hapo haraka na unaanza ngoja nawe utajua kuna Mungu. Yule alisema serikali haitaki mwishi. And that's why we find out that there is a word that says that God doesn't want thieves in his kingdom. Na mimi ni mwishi na nikuongeleshwa. Ule aliniongelesha alimaliza ule ufalme nilikuwa na. That entity that spoke, it got rid of the kingdom that was within us. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni wa kusema.
itendeke. The kingdom of God within, it says that this must be fulfilled. Inakwambia chochote wewe utakachoanzia itakuwa. And everything that you shall start, it shall grow. Wewe Mungu amesema hivyo. Wewe nawe angalia na ujiangalie. Umejaribu kwa ile kitu unaenda kufanya unaongeleshwa. We find ourselves being spoken to when we go to start other things. Ukiangalia hapa Kenya yetu pesa ni nyingi kuliko watu. We find in our country we have a lot of money. Naona watu wananiangalia kwa kuchanga. Pesa ni nyingi kuliko watu. Bwana asifiwe sana. Nimefurahia my daughter. Yeye siku moja alikuja akaniambia, nikipata nafasi ya kwenda Amerika, utanikubali? Nikamwambia, nimekukubali jana, na hata ukisikia nimeregeza, labda niko sodo. Yes. Na hiyo tukabali. Unajua wewe familia yako huwapatii nguvu, unawauliza pesa sasa ni baba kama bibi, pesa itatoka wapi? Na mimi ndio nimepewa ufalme niwe mwakilishi wa serikali ya mbinguni. You find that you are given the kingdom of God so that you can be ambassadors of that kingdom. Yes, yote yawezekana kwa imani. Pigia Yesu makofi. Kwa nini wewe unakubali kuongeleshwa? Kuongeleshwa, neno la Mungu linasema toa fungu la 10. Wale walikuja kwa Yesu waliponywa magonjwa wao, hawakutaka kipimo. Hata yule paralytic, hata apelekewe daktari, ni kumfanya nini? Nyosha mguu, nyosha na ngwezo. Kuna kitu kingine? Hakuna kitu kingine. Sijui massage na massage. Hakuna kitu kingine. Yesu anakumalizia hapo kwa hapo. You find that Jesus heals you there and then, but the doctors have their own customs. Yeah, hiyo ni yao. Hiyo ni yao. Lakini ya Yesu ni hapo kwa hapo. Jesus heals you there and then. Haijalishi umetoka wapi. Mbona wewe? Biblia inasema kubaliana na Mungu uwe na amani. The Bible says you must agree to this God so that you can have peace. 22, that is Job 22:21. Kubaliana. Wewe mwenyewe, mimi Julius, nikubaliana na Mungu. Ndio Mungu atende. Agree to this God so that he can fulfill and do the promises to you. Si usome. Ndio hata hiyo kitu wewe unataka kufanya, kazi yako ni kuanzisha, wewe hiyo ingine washia Mungu. Lakini haitaki story ile unakula na shetani. Sababu hapa unakuta story mrefu ya shetani anakuongelesha. Hata Samson, angalia vile Samson aliongeleshwa. Yes, 22:21. It says, agree with God and be at peace. Therefore good will come to you. Amen. Kwa hivyo kama vile unaandika vision yako, andika vizuri na kalamu kubwa. Write your vision in bold. Lakini utaanza kuongeleshwa. Saa hii pesa itatoka wapi? Kwani pesa inakuanga wapi? Pesa inakuanga yako. Mara pesa ni za Mungu. Mara sina pesa. Hata wewe fikiria, wewe unakuanga wa kanisa gani ya shetani? Which church do you reside in? Katika kanisa. Uko na kanisa ya Yesu. Ati unaongelea pesa. Pesa ni za Mungu. You find that gold and silver belong to God. Kwa hivyo kama kuna mjengo uliweka hapa, hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Sababu ngoja nikwambie, na usiwe mjinga, Mungu hata kupea kitu hutaki. You find that God won't give you something that you haven't desired. Mungu anakupea, wewe ndio unahitaji. Mimi ndio nilihitaji nyumba. Mungu anahitaji nyumba ya nini? God doesn't desire a house, it is you who must need it. Wakati desire hiyo nyumba kalipaka kubwa, nyumba kako na gate. Mungu akaniambia kwenda namba fulani. Yeye huyo Mungu, kwenda ndio nyumba namba fulani inakungoja pale. He
It is God who shown him the house that he was supposed to go to. Hatukuongea na maadamu leta pesa yako ile shilingi 10. Kana shilingi yako 10. Mungu ni tajiri. Mungu ni sonko kama hujui. God is rich with wealth. Sababu ukiangalia hapa waongo ni milioni 1. Kwa sababu tukisoma Biblia, gold and silver belongs to God. Hiyo ndio imeandikwa. We find that in the Bible it is written that gold and silver belongs to God. Lakini saa hii unaanza kuongeleshwa, yule anakuongelesha hakuwagi na pesa, ibilisi. Kwani ukiangalia yule mgonjwa mwenye kumponya ni yeye. We find that the paralytic man was saved only by Jesus. Lakini wale walikuwa wanashiriki huko hiyo kanisa, hakuna mtu alikuwa na uponyaji au hakuna mtu alikuwa anahitaji Yesu. Yule huyo tu ndio alikuwa anahitaji Yesu. We find that in that congregation it is only that person who needed Jesus. Kwa sababu Yesu alijua kumbe watu huwa wanalalama wakiambiwa neno. Na neno ni la Mungu. God and silver belongs to God. We find that Jesus knew that people oppose the word because they hear of it. Kwa sababu ikiwa imeandikwa in the book of Haggai 2:8, hebu hata wewe soma. Ndio ukienda kuandika vision yako, andika vision vizuri. Pesa si za huyu, pesa si zile umefanyia kazi. Hizo ni pesa za Mungu. Yaani tunajificha mahali ati gold and silver belongs to God. But when the issue of money comes in, hey. Hapo unaanza kuulizwa ni mawazo. Shetani zako zinakuuliza zitatoka wapi? You find that the opposition start to question you where these funds will come from. Hata wewe angalia ni nani amekuongelesha. Kila wakati unaongeleshwa. Hakuna kitu ya Mungu ambaye huongeleshwi. There is nothing of God that is not imposed. Haggai 2:8. The silver is mine, the gold is mine. Declares the Lord of hosts. Amen. Huyo ni boss amesema. Pesa ni zake. God says that all wealth is his. Yeye akaandika in John 14 from verse 1. Usisumbuke, hii ni pesa ya Mungu wako. He says you don't be bothered because the wealth is his. Kwa hivyo hata wakati wewe unapendwa tithe, sio hiyo imeisha, yeye anajua you have paid. Yeye anakuwa zinakuja, Biblia inasema zinatingizwa. Hata tunasomea wapi? Unajua tunasomea sisi. Luke 6:8. Nafikiri kila mtu, watu wa Kizungu wanajua hiyo. Shake it together. Si tusome Kizungu. Shake it together. You find that when you give the 10% to God, he knows that you have given. Shake it together. Kizungu hapo. Watu wa Kizungu wanaporomoja Kizungu. Lakini the same person. Hiyo hajui. Kwa sababu mwenye pesa, mwenye uponyaji anaitwa Mungu. Kwa hivyo wewe desire yako, desire yako, wewe kazi yako ni kukubaliana na Mungu. There will fulfill your heart desire. You must know the only thing that you are supposed to do is to agree to his word, and he will fulfill your heart desires. Ndio tumeandikiwa pale kubaliana na Mungu, akuambia pesa ni zake, nini kingine wewe kwenda kwa huyo Muumba wako. If he has told you that all wealth is his, you must go to your creator. Kwa sababu yeye imeandikwa kama ile maneno mengine, utoi wa tithe. What? Yesu ndio mfanyaje? Huyo naye anafanya hiyo kazi nyingine. Wewe ni wewe unawachwa ujue ile ukakubaliana na Mungu, ukubaliana na Mungu, faida hapo. Kila kitu kitakuja kwa sababu ndio mwenye dola. You must decide if you will agree to this God, and if you agree, he will give you because he owns all the wealth. Sasa changamoto ile kitu wewe unataka kufanya, unajiingiza kwa budget yako, unaangalia pesa yako, mshahara yako. Hiyo tuzungumzie hizo pesa zako. Hata hatuna haja na pesa zako. We are not talking of your budget. Sisi
hatukushughuliki na hiyo ni yako. Nunua ugali, nunua mboga, nunua nyama na kuku. Lakini tunaongelea pesa yangu kama vile uponyaji unakuja ndani yangu. Wewe unafikiri kwa nini nimefanya ndio uponyaji uje ndani yangu? What have you done so that the healing can come into you? Hata wewe fikiria, na pia ndiko la changamoto. Hapana. Huyo mwingine ambaye anajua masaji, aendelee na masaji. Kuja na wewe. Mimi sitakuonyesha masaji, ninajua ni nini umekosana naye. Nitakwambia, "Wewe braka, kuna mtu atanyosha mkono yako atamungu." Ikigatikizwa. Hakuna kitu unaligiza. Hiyo ni kitu amalizania naye wapi? Hapa. Just come with your challenges and you will get a solution. Na nikamwambia, ukiwa unataka kujua unaenda vizuri miaka yako na miaka yangu, wewe unaketi na unaketi vizuri. Sasa ikiwa kuamuka, oi kaifa, Jesus Christ, Jesus nitaanguka. Na nilikuuliza hiyo. Wewe ndio unajiletea kifafa ambaye haina mbele. Ikiwa hii ya miguu yako imekuwa tight, hebu niambie ufalme wa Mungu uko wapi? If you have those problems, where is the kingdom of God in you? Ukute pengine ni Mungu mmoja, ndio kwa Mungu Kanaani. Mungu ambaye aje kwa Yesu. Ukiangalia Deuteronomy 28:35, hao watu wanawejeka huko knees na miguu. Watu wabaya. Ukiangalia Chronicles chapter 16 from verses 12, Asa aligojeka mguu. Wakati aligojeka mguu kwa sababu alikuwa anapigana na yule mtu alimpea neno. If you don't agree to the word of God, then you are told you must meet these problems. Kwa hivyo, wewe ukija kwa Yesu anakumalizia hii takataka. Kwa hivyo, mimi nikajua. Kwa hivyo, mimi sifanyangi mazoezi. When you come to Jesus, He will get rid of all these problems. Ikiwa nimesikia ni hapa, Mungu umeguza hapa. Ikiwa nimeguza ni huko, najua ni hivyo. Hiyo tunamalizana na Yesu. Kwa hivyo ikiwa ni pesa, mimi ndio nataka kufanya kazi na fedha. Mimi ndio nataka kufanya kazi na wewe ndio mwenye pesa. Kwa hivyo siani kuambia ndugu yangu, kumbuke unisukume kidogo. Sasa unisukume brother. Wewe jisukume, omba Mungu akusukume. Nami mnyonyeshe kuomba Mungu anisukume. Siwezi God so that He can help you. Siwezi kulipa mahitaji na sina nalipa na sina project. Kwani Yesu ni government kama hujui. Hiyo ni serikali. You must recognize that Jesus is just like a government. Kwa hivyo wewe ile kitu unafanya, lazima ujulishe that government, hiyo government ya Yesu. Julisha hiyo government, uone mambo yako itaenda vizuri. You must notify that government of what you need or want. Ikiwa sasa ile mafupi atakutumbaka. Nasikia nataka kuanguka. Huyo nani anakuambia unaanguka? Nani ananiangusha? Unaona nani? Wewe unaona pepo mbaya hapa. Pepo mbaya inavuruta wase. Kitu kama hiyo. Wewe ndio umeshika kitu kibaya. Inakuotoa network ya Mungu. You must note of what is getting you from the kingdom of God. Chunguza uone. Ile kitu unataka kuanzisha. Yule anaongea sana. Useme unataka kununua ng'ombe. Unanunua gari. Hiyo opposition. Unaona ni Yesu anakwambia gari haiko. When you find that you want to start something, you find that there are opposing ideas within you. Sika ng'ombe, unaambiwa ng'ombe siku hizi ziko na bei kali. Kwani ng'ombe yako, si ng'ombe ya Yesu. Mimi kazi yangu ni hizi. Yesu, nataka utipe ng'ombe. Unataka tuchukue nini? Your work is easy, just to ask Jesus when you want that thing or your desire. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mimi nikiwa na hiyo falme, hiyo ni kusema when you have that kingdom, it rules.
Hata ukiangalia wala tulikuwa naambiwa na ndugu yetu Daudi. Otobaye. Biblia inasema wale wanajuana na huyo Mungu watatenda mambo makuu. Those who are acquainted with this kingdom, they will do great things. Kwa hivyo mimi nikitaka kuketi, sitakai hakuna kitu nitashinda nikiongelesha. Mimi nimeketi. Nikitaka kukimbia, hakuna kitu. Mimi si mzee, wewe ndio unakuangalia hata ninaona huko na uso ya mzee. Hali angalia uso wa mzee. Kwa sababu wewe unaendelea ukiongeleshwa. Na unaongeleshwa tu. Sasa umekuwa mzee. Sasa hii si wakati. Sasa hii ujue sasa hii huwezi kujenga nyumba. Nani huyu anakuongelesha? Who is this entity that is speaking to you? Sasa hii nimetaya. Gari itakuwa ikikunywa mafuta. Wewe unakunywa mafuta gani ndio uishi? Na unakubali tu, unaongeleshwa. Hata siwezi kununua gari. Pesa ya gari zina. Na nilikwambia tu una pesa ya gari. Pesa nasema ni ya Mungu. You must know that this money belongs to God. Mimi sikuambia pesa zako. Pesa ni za Mungu. Ni za Mungu. Hiyo ingine inaitwa mikopo. Lakini lile mwenye pesa anaitwa Mungu. Mwenye uponyaji anaitwa Mungu. Ukichelewa ni hawa mambo mawili. Hakuna wakati ukiwa katika ulimwengu utasumbuka. Usumbukie nini? If you understand that concept that all money belongs to God and also the healing, then you will not be bothered in this earth. Kwa hivyo mimi nikitaka kuruka, hakuna kitu inaniumisha. Hatuwezi unakumbuka kuna miaka yako. Usitahili kuruka, damu itachamuka. Ya nani? Mimi sina wasimu. Damu inachamuka. Itachamuka ikiwa wapi? Ile damu niko nayo ni damu ya Yesu ndugu yako. Haya. Mimi hata wakati wa bombras, nisipoongezewa damu. Kwani ya Yesu ilikuwa imeisha? Hakuna kitu naongezewa, sitaji yako. Hata sasa hiyo utasikia kagani nimegaragara naye. Wewe wacha kuleta damu yako. Ngoja nikufe. Kwani nitakuwa mara ngapi? Wewe unafikiri nitakuwa mara ngapi? Haya. Yesu hakuhitaji damu ya wanyama, damu ya nini? Yeye alikuwa anahitaji, yeye anajua baba yake akona kila kitu. You find Jesus didn't need any blood of anyone because he knew he had everything in his Father. Nawe wewe mwenyewe ukianza kujua haya 10:34 that is John. Nataka uangalie, sijui hiyo tutakusomea nani? Sijui tukusomea wewe au tukate hiyo karatasi tutupe kwa choo. Soma mambo mengine ikisomwa, wewe utaenda, wewe utafikiria na hiyo tunasoma aje? Na ni Biblia yako au ingine tutaipeleka hiyo ikisomwa the next verse. You must understand that this is written in your word. Na hiyo ni Biblia yako. 10:34. It says, Jesus answered them, It is not written, let me repeat, Jesus answered them, Is it not written in your law? I said, you are gods. If he called them gods to whom the word of God came, and scripture cannot be broken, do you say of him who the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming, because I say, I am the Son of God? Amen. Angalia, wewe wale walikutwa ni neno. To them that the word came to, aliwafanya miungu. He made them gods. Sijui wewe katika hiyo neno, hawa walikutwa ni neno, wakaamini neno, wakafananishwa na miungu. You find to them that the word came and they believed, then they were made like gods. Wewe naona hawa ni watu wakubwa. Hawa ni watu wakubwa. Neno lilikuja likawapa mamlaka, wakawa watu wakubwa. You find that the word
came and made them have the authority to be great people. Ukiangalia hapa kwetu katika serikali, mtu akiwa minister tunamuondokea. Kwa nini tunamuondokea? Kwa sababu ako na mamlaka. We find that we have many authorities of this world, like the ministers. Sisi ambaye tulikutwa na neno, to us who the word came to, si ati tunakaa kama hizi, hapana. We are not just like ordinary people. Wale walikubaliana na neno ikawafanya miungu. To them who the word came, then they were made to be gods. Na neno la Mungu haliwezi kuondolewa mahali pale. And you can't get rid of that word. Kwa nini hao wanapewa hiyo majina makubwa? Ni kwa sababu nini usiwe unaongeleshwa na huyu anakuongelesha kila wakati. Hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Hakuna kitu Ibilisi anakubaliana naye. Andika mahali. You must know that the reason why you are called by that name is because you have to get rid of the opposing ideas. Huyu wakati wewe utakubaliana na Mungu, ndio Mungu amesema hivi, wewe utanipatia hiki. If you agree to God that he has said that he will give you this and that, hiyo ni ukweli na hakuna uongo hata kidogo. You find that it is the whole truth of that matter. Ukiangalia tuna masaa yetu hatujawahi kuitengeneza tukawa. Biblia inatuambia tuombe. Proverbs 2:4 inasema tutafute Mungu kama vile tunatafuta pesa. The Bible says that we must seek this God just like we seek silver and gold. Ukiangalia tumesomewa na Mama Ng'ang'a pale. That is Proverbs 8:17 mpaka 20. Hebu na wewe gusa kidogo. Unajua hii jambo haijulikani. Vile uponyaji naye hujulikani. Uponyaji hujulikani, hii haijulikani, lakini tuko kwa huyo Mungu ambaye anatuita. Wale walikuwa mamlaka. Tulikuwa na ibada. Walipewa mamlaka ya kuitanishwa na Mungu. Hija. 8. Proverbs 8:17. Yes. I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Amen. Sasa hapa tuna changamoto. Na ile changamoto mtu huwa naye, unaenda kumtafuta Mungu. Yule unaendelea unamuomba mpaka huyo Mungu apatikane. We find that the challenge we have and we must do, you must find and seek this God until he is found. Wewe ukitaka changamoto shida zako ziishe, wewe ndio unachukua muda wako, unaomba mpaka Mungu ajidhihirishe. Anakuambia ndio, ile shida ulikuwa nayo nimekuondolea, yeye ako na mdomo. We must pray and seek this God until he is found to deliver you from those challenges. Akiwa huyo Mungu, wewe ulienda, unapiga makoti. Na ukalala. Alikwambia uende ukalale kwake ni kitani. Wewe unaenda, hata ujue wakati unaongea na mfalme, lazima uwe macho. Huwezi utamtafuta na wale wanamtafuta, wanampata, anawatimizia ile kitu walikuwa wanataka atimiziwe. If you are seeking this God, you must find him so that he can fulfill what he want to fulfill in your life. Wewe unaenda, unaomba, unaenda kulala, unangojea vision. Mimi sitasingojaji hivyo. Hapa wakati Biblia inasema wakati utakuwa ukiongea, that is 65 Isaiah, atasikia na atakujibu. The Bible says in Isaiah 65 that when you are praying, he will hear you and he will come to answer to you. Kama hataongea, niko na imani. Sasa hatuta gani? Niko na imani. Kesho mambo itakuwa mazuri. Amekwambia itakuwa mazuri. Hebu rudia tena, usiwe wewe unaenda kumuomba Mungu. Rudia tena. Proverbs 8
verse 17. Eh. I love those who love me, Uh-huh. and those who seek me diligently find me. Amen. Haya, hebu tunavuka kidogo. Ako na nini? Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness. Yes. Haya. Ni vizuri. Sijui tunamsomea watu wa nasari, wale wako grade. Lazima sasa tuangalie kuna grade. Sababu hii ni ya watu wakubwa. Sia grade. You must know that in salvation there are levels of qualification. Wale wananitafuta, wananipata. Sababu mimi ndio niko na utajiri. Huyo ni Mungu amesema, si mimi sina utajiri. Huyo ni Mungu amesema, yeye ako na utajiri. God says he has the riches and he gives to those who seek him diligently. Hiyo ndio imeandikwa hivyo. It is written in your word. Kama ulikuwa na usingizi mwingi, kwanza lala siku 3, umalize usingizi. Umalize kabisa, ujue saa hii imefika ni wakati wa kuomba Mungu alimalizie changamoto. You must know that you must pray so that he can get rid of your challenges and problems. Huwezi kuwa hutendi vile Mungu anafanya na ungojee Mungu akupe wapi? It can be that you are refusing to do according to the word of God and wish for him to do the things that you want him to do. Ndio unaona hata ujalikiwa vision hapa. Unaona kama kwani kacha kiroho. Watu wanafundisha mambo haya. Lakini mbona ulizaji wakati unakula kanyama? Watu wa kiroho wanastahili kula nyama au wanastahili kuachi. Ndio unaona saa hii watu wengi ni tumadizi. Unachemsha madizi. Unatafuta doma, mimi usinipe. Tunachakula kadoma ndio unachemsha kweli. Hii kitu tulikula tukiwa hii, tukakula, tukahugilia kwa chini, tukavuna doma. Atenipe hata hakana kanza. Mimi kanza nikutane naye wapi? Asinipe hiyo. Sijui na kanza atakaje. Akulanya wewe kaa kando. Ukija kwa neno. Kuna neno. When you come to salvation, then you find the word. Ndio unaona watu wengine hawafaidiki, umeokoka na ufaidiki. Ile kitu unajua kuongea sana ni habari ya chini. You find that a lot of people are saved, but they do not benefit. They just sing about many problems. Hakuna mahali ulikuwa uipe shida tena. Angalia Samson, kwa sababu ya nguvu za Mungu. Alijulikana yeye ni shujaa. Kwa sababu alikuwa anajuana na Mungu. Samson was known a man of strength because he knew God very well. Kwa hivyo hakuwa na uoga. Alikuwa anaamushwa. Samson unakuta wale wote walikuwa karibu na yeye hawana mali. Wanamaliza. He got rid of all those enemies he went to battle with. Angalia, akaua simba, akachukua ile bone inaitwa nini? Watu 1,000 wakakufa. Kuitupa tu kwa sababu alikuwa na nguvu. Saa hii hakuna watu wanaongelea nguvu za Mungu, hakuna watu wanaongelea nguvu za neno. Sasa neno ni kama nyinyi ndio mko na pesa, saidia huyu pastor maskini. We find in today's world people don't talk about the mighty of the word of God. Neno liko na nguvu lake la kipekee. Na kwa hivyo wewe kazi yako ni kutii neno. Ukitii neno, mwambie Mungu wewe ndio umesema hivi. Huyo Mungu lazima muandamane. Alikwambia uongee in tongues, wewe utaongea hiyo masaa 8. You must note that you must do as what the word has mandated you to do. Masaa yako 8 hata wewe hutatoka bure, lakini ulikuwa changanya hiyo yote hakuna kitu utapata. Lazima uwe na msimamo. Ukienda kuongea kwa lugha ni wacha hiyo mambo mengine ulikuwa unafikiria. Halafu unaongea kwa lugha ya Terekai, oh God, the Almighty. Wacha hiyo lugha ya Kizungu na Kiswahili, wachana hizo. Ongea ile lugha umepewa. If you go to pray, you must pray in tongues and not think of other things.
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo huyu Mungu, hebu soka kidogo. Huyo ndio Bwana. Tuko 19. Haya, 29 nasemaje? Walk in the way of righteousness, in the path of justice, granting an inheritance to those who love me. Amen. Bwana asifiwe sana. Yeye anapitia njia ya haki. Hakuna mahali nyingine anapitia. Wewe ni ujue hii ni lugha. Yeye mwenyewe lugha inaongea. Kuna ile kitu inahitajika. Roho Mtakatifu anaondoa takataka, anakuja njia. Ile mambo ambayo ulikuwa unapungukiwa. Ile ingine Mungu mwenyewe anakutokea kwa ndoto, anakwambia hii nitakupea. You find ile kitu ambaye hata hukuitisha. You find that the Holy Spirit gets all of the things that are supposed to be gotten rid of, and He gives you the things that God wants to give to you. Sababu yeye anatembea katika njia ya haki. Because He passes the path of justice. Hiyo ndio njia yake. Kwa hivyo ukienda kwake leo tu wewe kuwa na nafasi. Ukisoma maandiko yandikwe. Anawapenda wale wanampenda. Wale wanamtafuta kwa bidii yeye kupatikana. Kwa sababu yeye ndio kuna utajiri wa kila aina. Kwa hivyo ukiangalia hata wewe utakuwaje ati huna kitu? How is it that you don't have anything? Hata wewe uangalie utakosa kitu. Gai wako nigitoka. Ituga. Wacha ile. Thank you very much. Ego ni jini mnitanicho na songo. Hiyo. Naye Mungu awabariki sana. Hapo tu huyo ulitanitwa na tajiri. Na tajiri halitai. Marafiki zangu. Tajiri halitai. Rafiki yangu huyu akawa. Tajiri halitai. Unajua sasa imefika hata point. Nimelitaya. Hata saa hii unangojea na pension. Mimi hata ukiniuliza pension yangu ni ngapi mimi sijui. Mimi sijui. Na mke yangu anajua yake. Sababu unatumwa nyumbani, unasema unaanza kwenda hivi. Unaanza kwenda maadanga. Najua nilitaya. Hata wewe tu. Sasa nikwambie aje. Ngoja nikwambie kwa Yesu nikuzu. Bwana awabariki sana. Sasa endelea. Bwana awabariki sana. Awatendee mema kwa sababu ya hiyo siku nyingine. Lakini Yesu ni sonko. Thank you. Nzuri. Mungu mwema. Pia wewe ukipigia makofi kusikiza. Mungu sana. I will take this chance to welcome William conclude with a word of prayer. Ndio tuende hiyo session nyingine. Thank you. Tamatisha maombi. Mungu Baba ushimile, ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Ni asante kwa wakati ambao umetupatia, na tunasema ni asante Mungu Baba. Mungu Baba, sisi tuna dhambi, tunaomba kusamehewa na wewe Mungu Baba. Pia Mungu Baba, sisi tuna nguvu, bali tunaomba kupatiwa nguvu na wewe Mungu Baba. Tunakushukuru kwa neno la siku ya leo ambao umetupatia, limekuja kama mwangaza kwangu na kwetu sisi sote. Tusaidie tukaweza kufanya, tukaweza pia kukaa na hata kufanya na hata kutenda kadri na mapenzi yako, na pia vile ambavyo neno lako limetuagiza Mungu Baba siku hii ya leo Baba. Tukitoka mahali hapa, tuzingire nguvu na uwezo wako, tujalie nguvu, tujalie uwezo na tusaidie Mungu Baba. Jumapili iliyopita Mungu Baba tuliomba kwanza tupatia mvua, na kweli tubariki na mvua, na hata siku ya leo tunasimama mbele zako tukiomba kazi pia kutuongezea mvua nyingine, ili Mungu Baba wale ambao wakanimea shambani ikaweza kunawiri Mungu Baba, na kwa pia mvua ni kusaidia sisi sote Mungu Baba, ukaweza kusaidia mvua hiyo ikaweza kutunyea, ili ukazidi kutusaidia na ukazidi kutulinda Mungu Baba. Tukiona kama ni hapa, naomba kwa tuzingira nguvu na uwezo wako, barikia ile magari yote ambayo tutakao tukitumia Mungu Baba. Kaumba kwa wiki ambayo tunaenda kuanza siku hii ya leo, na tukiendelea na hizo siku zingine, tunajibariki mkononi mwako, tukijikabidhi kwako, ili ukaweza kutubarikia zile kazi zote ambazo umeweza kutubarikia nazo, ili kila mmoja wetu akaweza kufurahia ile kazi ambayo ako naye, na wale wote ambao hawajaweza kubariki na kazi, naomba Mungu Baba akaweza kuwakumbuka, na
pia ukaweza kuwanaimisha Mungu Baba. Tutarajia kupatana hapa Jumapili nyingine, naomba ukaweza kutuweka katika amani moja, ukaweza kutusaidia hadi tukikongamana hapa Jumapili nyingine. Tutasema ni asante na tutashukuru jina lako Mungu Baba. Na zaidi yote Mungu Baba, naomba ukawa mwanzilishi kati na hata kilele, na zaidi yote Mungu Baba, acha mapenzi yako yatimizeke. Na kwa Yesu Kristo, lengo la maisha yetu, posa tuomba na